Baada ya kifo cha mtoto wa Daudi, ndani ya moyo wa Daudi kulikuwa na ufahamu mpya. Alijua kuwa wakati wa kuomba ulikuwa umepita na sasa wakati wa kukubali ulikuwa umefika. Bathsheba alikuwa katika huzuni nzito. Daudi alimkaribia si kama mfalme, bali kama mume aliyeshiriki naye maumivu. Akamfariji, akasimama karibu naye katika kimya cha maombolezo. Ndani ya maumivu hayo, Mungu alianza tena kazi yake ya neema, kwa sababu si kila mwisho ni kufungwa kwa mlango wa mpango wa Mungu. Na baada ya muda kupita, Bathsheba akazaa mwana mwingine, akamwita jina lake Suleiman. Na uzao wa Daudi ukazidi kuongezeka. Alikuwa na watoto wengi: Absalom, Amnoni na Tamari. Hao walikuwa ni wamojawapo. Absalom alikuwa ni kaka yake na Tamari. Tamari alikuwa na uso laini na wenye nuru, ukionyesha usafi na heshima ya kifalme. Macho yake yaliakisi upole na busara. Alikuwa na nywele ndefu nyeusi zenye mng'ao wa kupendeza. Alivaa kanzu ndefu ambayo muda wote ulionyesha utambulisho wake kama binti wa kifalme ambaye ni mwanamwali. Kutokana na uzuri wake, Amnoni alianza kuvutiwa naye, akampenda. Kadri siku zilivyopita, hisia za Amnoni hazikubaki katika mipaka ya kawaida. Tamaa ilimjaa kiasi cha kumfanya ashindwe kula na kupumzika. Akaanza kudhoofika mwili kwa sababu ya mawazo yaliyomtesa moyoni. Ndani ya jumba hilo la kifalme, Amnoni alikuwa na rafiki yake aliyeitwa Yonadabu, ambaye pia ni ndugu wa baba yake Daudi. Alimwona Amnoni kila siku akiwa mnyonge na mwenye mawazo mengi. Siku moja akamfuata na kumuuliza, "Kwa nini unakonda hivi? Na wewe ni mwana wa kifalme. Je, kuna jambo gani ambalo mimi huwezi kuniambia?" Kwa kuwa walikuwa marafiki, Amnoni akaamua kumwambia siri yake juu ya namna anavyomwona Tamari. Basi Yonadabu, mtu ambaye alikuwa na akili za hila, akatumia nafasi hiyo kumshauri uovu na kumwambia kwamba, "Wewe jilaze kitandani ukidai kuwa mgonjwa. Baba yako atakapokuja kukuona, wewe msi ukisema, 'Mruhusu dada yangu Tamari aje anilete mkate nipate kula na aniandalie chakula mbele yangu ili nikione, naye mwenyewe aweze kunilisha.'" Amnoni akafikiria, kisha akaamua kufuata ushauri huo. Akajilaza kitandani kana kwamba anaumwa sana. Habari zikamfikia Daudi kuwa mwanaye ni mgonjwa. Alipoenda kumtazama, basi Amnoni akamwambia baba yake kama alivyoshauriwa na Yonadabu. Na Daudi akuona kama kuna ubaya, akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari na kumwagiza kwamba anabidi kwenda kwa kaka yake na kumwandalia chakula. Tamari alikuwa ni binti mwenye heshima sana. Hakusimama tu kama binti wa kifalme, bali pia alikuwa ni dada mwenye upendo kwa ndugu zake. Hakuwa na majivuno na alifanya vile alivyoagizwa. Akaacha shughuli zake na kwenda nyumbani kwa kaka yake, akamkuta amelala. Akaelekea moja kwa moja kuandaa chakula. Akachukua unga, akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake. Akaioka mikate ile, na chakula kilivyoiva, Tamari akachukua vyakula alivyovipika na kumpelekea Amnon, lakini kwa kuwa alikuwa na hila, alikataa kula. Ghafla Amnon akaamuru watu wote watoke nje. Chumba kikabaki kimya, mlango na ukafungwa. Tamari akaingia katika chumba cha kaka yake kwa moyo safi. Akaandaa chakula mbele yake.
akasogea ili aweze kumhudumia. Amnoni akamkamata akamwambia, "Njoo ulale nami ndugu yangu." Tamari alijaribu kujitetea na kumwonya juu ya aibu na madhara ya jambo hilo, lakini sauti yake haikupenya moyo uliofungwa na tamaa. Amnoni akamdhalilisha, akavunja heshima yake na kuacha maumivu yasiyoweza kufutika. Baada ya tukio hilo, hisia zake zikageuka ghafla. Ule upendo wa tamaa ukawa ni chuki kali. Alimfukuza Tamari kwa fedheha, akimwacha katika hali ya kuvunjika moyo. Tamari akatoka akiwa amechana vazi lake la kifalme, akipaka majivu kichwani kwake, ishara ya maombolezo. Kilio chake kilisikika wazi, akitembea kwa huzuni kuelekea nyumbani kwa Absalomu. Absalomu alipomwona dada yake katika hali hiyo, alielewa kilichotokea. Alimchukua na kumhifadhi nyumbani kwake. Kwa nje alionekana mtulivu, lakini ndani alijaza moyo na hasira kali dhidi ya Amnoni. Hakusema neno baya wala jema kwake, lakini chuki ilikuwa kimya kimya. Habari zilipomfikia Daudi, alikasirika sana. Hata hivyo, hakuchukua hatua ya kinidhamu dhidi ya Amnoni. Ukimya wake ukawa mzigo mkubwa zaidi kwa familia. Maumivu ya Tamari hayakupata haki na hasira yake Absalomu haikupata suluhisho. Miaka ikazidi kwenda, kisha siku moja Absalomu aliendelea kubeba kisasi moyoni mwake. Alipoandaa sherehe ya kukata manyoya ya kondoo wake, aliwaalika wana wote wa mfalme. Akahakikisha Amnoni pia anakuwepo. Wakati wa sherehe, furaha na divai vilipotawala, Absalomu akatoa ishara kwa vijana wake. Ndani ya muda mfupi, Amnoni akapigwa, akaanguka chini, akafa. Wana wengine wa kifalme wakakimbia kwa hofu. Habari za mauaji zikamfikia Daudi kwa taharuki. Kwa muda mfupi alizani wanae wote wameuawa, lakini baadaye ukweli ukajulikana kuwa ni Amnoni pekee aliyekuwa amekufa. Baada ya tukio hilo, Absalomu akakimbia Geshuri, nchi ya babu yake, upande wa mama yake. Akaishi uhamishoni kwa miaka 3, Daudi akiendelea kuomboleza kifo cha Amnoni. Nyumba ya kifalme sasa ilikuwa imejeruhiwa vibaya. Upanga uliotabiriwa na nabii Nathan ulikuwa umeanza kufanya kazi ndani ya familia ya mfalme.